Jamani, najua hii story haitakuwa ngeni kwenye masikio yenu, lakini tafadhali naomba hii video msiipite. Pia hii story itakuacha mdomo wazi. Ina mambo ya kustaajabisha na kushangaza. Mwenye hii story anahitaji ushauri na anahitaji msaada wa haraka. Kwenye hii story, aliletea hii story ni dada wa mhusika. Huyo dada wa mhusika anaitwa Halima. Huyo Halima ananiambia, Teddy, mimi nina mdogo wangu. Yaani akitoka yeye huyo Halima anafuatia mdogo wake ambaye mdogo wake anaitwa Shamsa. Ananiambia, Teddy, tuna matatizo kwenye familia yetu. Ni matatizo gani? Ananiambia, bwana, huyo mdogo wake Shamsa yeye alifanya zile love spell. Sio ndo malimbwata kwa Kiswahili? Iko hivi, kuna zile video mara nyingi sana zinapitaka huko mtandaoni. Ukitaka sijui umfunge mwanaume wako, chukua hiki na hiki na hiki unamfunga. Ukitaka sijui upendwe, chukua hiki na hiki na hiki unafanya hivi na hivi. Bwana, sasa yeye huyo Shamsa sio kwamba alikuwa anataka kumfunga mume wake, au sio kwamba sijui alikuwa anataka kumroga mwanaume wake, hapana. Sasa alikuwa na rafiki yake wa kiume. Kumbe yeye Shamsa, huyo rafiki yake wa kiume alikuwa anampenda kimapenzi. Sasa huyo rafiki yake wa kiume alikuwa na mazoea na wanawake, yani alikuwa ni mtu ambaye charming sana. Wadada wanamzoea, alafu ni mkaka fulani hivi mzuri. Yeye kwa nini asimloge huyo kaka? Amloge huyo kaka ili huyo kaka ampende. Wakati huo huyo Shamsa naye boyfriend wake hapo, na huyo mwanaume wake alikuwa anaitwa Abduli. Rafiki yake alikuwa anaitwa Hafidhi. Alikuwa ni rafiki yake wa karibu sana. Nani alikuwa ni mtu wake karibu sana. Japokuwa ndio walikuwa hawana mahusiano, walikuwa tu ni marafiki. Kwa sasa ndo akawa anahangaika kwa mitandaoni. Mara ya kwanza akaona video. Hiyo video ilikuwa inaelekeza jinsi ya kumvuta mtu. Huyo mtu akupende wewe tu, akuwaze wewe tu, hata kama alikuwa anamwaza mtu mwingine huko akuwaze tu wewe. Anasema hivi huyo Shamsa anavyosema, mara ya kwanza alivyoiona hiyo video akawa ameipita. Baadaye tena akampigia simu ya rafiki yake Hafidhi. Kumpigia rafiki yake Hafidhi, simu ikawa imepokelewa. Kupokelewa akawa anasikia sauti za wadada. Akamuuliza uko wapi? Akamwambia nimetoka, nipo na marafiki zetu wengine, tumetoka huku, tumekuja kuenjoy. Akachukia, akajifikiria kwa nini atoke na wanawake wengine wakati mimi nipo. Kumbuka hapa hawana mahusiano, ni marafiki tu. Bwana dada akarudi tena mtandaoni kuitafuta ile video. Ile video akaipata. Kuipata sasa akawa anafuata ile maelekezo jinsi ya kufanya na yeye afanye. Hii sasa ndio ilikuwa limbwata lake la kwanza kufanya, au hiyo love spell ya kwanza kuifanya. Hiyo video ilikuwa inaelezea achukue pedi, maji ya karafuu, peni na magadi. Anafanya hivi, anachukua peni, anaandika majina ya huyo mhusika kwenye ile pedi, alafu anachukua maji ya karafuu anamiminia pale juu huko ananuia, anachukua magadi anaweka pale juu huko ananuia. Baada ya hapo anavifunga vile vitu, anaenda kuvitupa. Bwana Shamsa akafanya kama video inavyosema. Akachukua pedi mama, magadi, kaweka. Baada hapo kaenda kutupa, unaenda kutupa mbali. Na utakapotoka kutupa huko usiangalie nyuma. Akatupa huko akawa amerudi mpaka nyumbani. Hajawahi kumwambia huyo Hafidhi kama anampenda, na wala huyo Hafidhi hajui kama mwenzangu ana mwanaume wake. Anajua tu ni marafiki. Hata hivyo, hata kama ana mwanaume au hana, ni juu yake kwa sababu ni marafiki. Huyo Halima anaendelea kuniambia, Teddy bwana, wakawa wamekaa baada ya mwezi akaona ile kitu haifanyi kazi kama kawaida, akarudi tena mtandaoni. Kurudi mtandaoni akakutana na video nyingine. Hiyo video inaelekeza maelekezo mengine jinsi ya kufanya, sijui umvute mwanaume akupende, lele mambo kibao. Bwana wewe dada akakaa chini, akaanza kuisikiliza ile video. Hiyo video nyingine ilikuwa inasema hivi, chukua karatasi nyeupe, chukua peni nyekundu, chukua kitunguu swaumu, chukua ndimu ya unga. Baada ya hapo ukishavipata hivyo vitu vyote sasa, chora nyota kwenye ile karatasi nyeupe na ile peni ya nyekundu. Kwenye zile pembe za nyota zile unaandika jina lako na jina la mwanaume unayetaka awe karibu yako. Jina la mwanaume ambaye unataka kumvuta. Baada hapo unaweka hiyo ndimu ya unga, unaweka vitunguu swaumu, unaweka kila kitu, unavilingisha ile karatasi nyeupe, unaichoma. Huyo Shamsa anamwambia dada yake huyo Halima, wakati anachoma hivyo vitu alikuwa anachomea ndani. Moshi ukatapakaa mle ndani. Ni kikaratasi tu kidogo, lakini moshi ulikuwa ni mkubwa. Na hapo sasa ukiwa unafanya hivyo vitu unakuwa unanuia, unakuwa unasema bwana nataka fulani bini fulani asilale, asisinzie, asikae, asisimame, asitembee, asinywe maji, aniwaze mimi, anione mimi, anipende mimi, wengine wote waone kama wafai. Mambo kibao, asimsikilize mama yake, asimsikilize babake. Unanuia chochote unachotaka. Shamsa akanuia mama. Shamsa kanuia mpaka pale alivyoona ile karatasi na ule moshi vyote vimeisha. Sasa bwana, baada tu ya kumaliza kuchoma ile karatasi,
Binti yule akaona kidogo kuna mabadiliko. Huyo nani, huyo Hafidh akawa anampigia mara kwa mara, akawa kama anamjali, kama tofauti na zamani, lakini hawajaambiana kama wanapendana. Lakini na huyo Shamsa ndio hivyo, bado ana mwanaume wake, ana mpenzi wake huyo Abduli. Basi siku zikawa zimeenda, siku kwenda kweli, akawa anaona kweli huyo Hafidh yani muda wote anamtafuta, anamfuata mpaka hapo wanapokaa, maana yeye alikuwa akai na huyo boyfriend wake, walikuwa wanakaa mbali, anamfuata mpaka wanapokaa, muda wote anatamani kuwa naye, muda wote anatamani kuwa na yeye. Kama wewe hutaki kusubiria mpaka ni posti TikTok, hii video tayari iko YouTube full kabisa kwenye akaunti yangu, it is still 2712. Nenda ukaangalia huko, usiache kucomment, kulike na kusubscribe channel yangu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zangu ninapokuwa nimeposti story mpya. Siku moja ukawa sasa huyo Hafidh amemwambia naomba nikutoe lunch, akamwambia huyo Shamsa akawa amekubali, sawa nitoe lunch. Basi akamwambia jiandae, muda fulani mimi nitakupitia, nikikupitia twende lunch. Kweli bwana Shamsa akawa anajiandaa, na alikuwa anampenda huyo Hafidh kuliko anavyompenda boyfriend wake. Basi ameweza kujiandaa, akawa anamsikilizia Hafidh, amekaa anaona kimya, anaona kimya. Kumpigia akamwambia samahani, nimepata emergency, kuna rafiki yangu mwingine hapa amepata matatizo, nimeshindwa kuja huko. Akauliza wewe rafiki yako ni nani, ni mdada au mkaka? Akamtaja ni Angel, na huyo Shamsa Angel anamjua. Dada akakasirika, akakata simu. Kukata simu kama kawaida yake, akarudi tena mtandaoni kutafuta video nyingine ajifunze jinsi kabisa ya kumfanya yule bwana asiwe na ukaribu na mwanamke mwingine yoyote. Kwenda huko mtandaoni akakutana na video ya tatu. Hiyo video ya tatu namwambia achukue yai. Ilo yai iliwe yai visa, achukue na makapeni nyekundu. Kwenye hiyo makapeni nyekundu aandike jina la huyo mwanaume. Akishaandika jina la huyo mwanaume, aya anasema hivi, kama hilo yai visa linavyonuka, basi wanawake wengine wote wamuone huyu ananuka, wamuone huyu hafai kabisa. Ni mimi peke yangu ndo nimuone huyu mwanaume anafaa, nione huyu mwanaume ni mzuri. Kila mtu anayetaka kumkaribia amuone mbaya, amuone ananuka, amuone hafai. Akanuia dada, akanuia kama kawaida. Video inaelekeza baada ya hapo, lile yai washa jiko lako la mkaa, liweke lile yai mpaka libutuke vile pu mpaka litakapoisha. Hapo dawa imekolea. Dada akafuata maagizo kama yalivyo. Hiyo ni limbota ya ngapi? Au hiyo ni love spell ya ngapi? Ni love spell ya 3. Baada ya hapo ananiambia hivi huyo Halima, huyo Shamsa alivyokuwa anawasimulia sasa, baada ya hapo wamekaa kama wiki mbili. Kweli bwana, huyo Hafidh akawa ni kichachizi, yani hataki kusikia chochote kuhusu huyo Shamsa. Anasema huyo Hafidh kwanza alikuwa anaenda kazini asubuhi, lakini alikuwa hawezi kwenda kazini asubuhi, yupo tayari kuchelewa, lakini apitia hapa nyumbani kwa kina Shamsa, amwite Shamsa, hata amuone tu hata hivi kwa mbali, hata ampungie tu hivyo mkono ndo aende kazini. Maisha ndo yakawa hivi. Basi imefika weekend moja, huyo Hafidh akamwambia Shamsa, naomba nikutoe out. Kweli bwana akawa amemtoa out. Kumtoa out, wakiwa huko akapigiwa simu Shamsa. Uzuri ni kwamba huyo mchumba wake Abduli anajulikana nyumbani, wanamtambua kama huyo ni mchumba wa mtu fulani, japokuwa bado hawajaoana. Akapigiwa simu. Kupigiwa simu, anapigiwa simu na nani? Huyo Halima ndo amempigia simu. Kumpigia simu akapokea. Kupokea akamwambia wewe, huyo mwanaume wako amepata ajali, huyo mpenzi wako amepata ajali, yuko hospitali, tunakutafuta. Akakata simu. Kukata simu, kumbuka hapo huo muda wote huyo Hafidh hajui kama huyo Shamsa na mwanaume wake huko, hajui chochote, na Shamsa hakuwahi kumwambia. Na kwa kipindi hiki tayari alikuwa ashaingia kwenye mahusiano. Yaani alikuwa ameingia kwenye ile mahusiano bila kutongozana. Wamejikuta tu tayari hapo kwenye mahusiano, wanaitana mpenzi, mke, mume, hivyo. Bwana akapigiwa tena simu mara ya pili, yule dadake akamuuliza, wewe unaitwa huko, mpenzi wako amepata ajali, uko wapi? Basi baada hapo huyo Hafidh akamuuliza, vipi mbona simu zimekuwa nyingi? Akamwambia, bwana kuna mtu amepata ajali yuko hospitali, nimeambiwa natakiwa, naomba niende. Huyo Hafidh kumbuka tayari dawa zishamkolea, akamwambia mimi siwezi kukuacha uende peke yako. Huyo Shamsa anasema nilimuomba, nikamwambia hapana, wewe usijali, mimi nitakuwa tu salama, nitakupigia simu. Huyo Hafidh kakataa, akasema hapana, tunaenda wote. Hakuwa na namna, itabidi atoke na huyo Hafidh mpaka hospitali. Kufika hapo hospitali, huyo Hafidh ndo kwa mara ya kwanza anagundua, kumbe huyu dada ni mwanamke wa mtu. Siku zote hizo mimi aniambii, kumbe huyu dada na mwanaume wake bwana. Lile jambo Hafidh lilimuuma kweli kweli. Siku zote nipo na huyu dada, hajawahi kuniambia kwamba yeye ni mwanamke wa mtu, hajawahi kuniambia kwamba yeye ana mahusiano. Ile kitu ilimuumiza sana. Basi bwana, lakini akasema family lie. Yeye asubuhi kabla ya kwenda kazini kama kawaida anapitia kwa Shamsa, kama Shamsa yupo hospitali anamfuata huko hospitali. Akimuona tu anaenda zake kazini. Basi baadaye yule mwanaume akawa ametolewa pale hospitali.
Yule mwanaume kutolewa pale hospitali bwana, kumbe yule Hafidhi akawa anafuatilia taarifa za huyo Abduli, akafuatilia anaishi wapi, akafuatilia anakaa wapi, yaani akafuatilia kila kitu. Hakumuuliza huyo Shamsa kitu chochote. Yeye alichokifanya akawa amemvizia huyo Abduli, akamchoma kisu. Na sio kwamba alimchoma kisu usiku, wala alimchoma kisu kwa vificho. Alimchoma kisu mbele za watu bwana. Baada ya kumchoma kisu mwenzie akawa amekimbia ile eneo la tukio. Kukimbia ile eneo la tukio, yeye mwenyewe akampigia simu nani, Shamsa, akamwambia Shamsa, nimeshamchoma kisu huyo mwanaume wako, kama mnataka kunikamata mje kunikamata, lakini mimi siwezi kuvumilia kukuona wewe ukiwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Unajua jinsi gani ninavyokupenda. Halima ananiambia Teddy, baada ya hilo tukio huyo Shamsa anaona mauzauza. Yaani anaona mauzauza kweli kweli. Akisimama mbele ya kioo kujiangalia, mara anaona kama nyoka wanapita nyuma yake, akigeuka haoni nyoka. Mambo yamekuwa ni mabaya kweli kweli. Huyo dada ananiambia walimkamata huyo Hafidhi, mpaka saizi Hafidhi yupo huko rumande, sijui ndugu zake wanaenda kumtolea dhamana. Kila siku wanaenda kusikiliza kesi, wakitoka kusikiliza kesi wanarudi nyumbani, wanamwambia bwana, achana na huyo mwanamke. Huyo mwanamke anakusababishia matatizo, lakini huyo Hafidhi kwenye familia yake hasikila muadhini wala la mnadi swala. Anachotaka yeye ni kuwa na Shamsa tu. Huyo Halima ananiambia Teddy, kilichonileta hapa sasa, familia ya kina Hafidhi imechachamaa. Wanasema sisi ni wachawi, tumemroga ndugu yao, na sisi kwa upande wetu jamani, kinachoendelea sasa ni kigumu, kwa sababu huyo Shamsa ameanza mpaka kuweweseka. Usiku anapiga kelele, mchana mara anakimbia, mara anasema nyoka jamani nakufa, nyoka jamani nakufa. Alafu anasema vile vitu ambavyo walikuwa wanavifanya, sijui nimemroga mtu fulani anipende, ndio hivyo, yani anaropokwa. Sasa wao wanajitahidi kumuuliza yale maneno aliyo spell out aya spell in. Kwa Kiswahili tunasema yale maneno aliyoyatoa ayameze, yani ayarudishe. Vile vitu vyote alivyovisema avirudishe. Yani saizi amekuwa kama akili yake kidogo kama haipo sawa, na ulimi wake pia kama vile umekuwa mzito. Kuna maneno hawezi kusema. Anaweza akaulizwa kuna muda akiwa sawa, anajitahidi kukumbuka, lakini hafiki mpaka mwisho. Hakumbuki ni maneno gani yote aliyoongea wakati ananuia, na hakumbuki ni dawa ipi aliyoitumia ndio imefanya haya mambo yote. Amenitafuta jana usiku akaniambia jana ndo mara ya mwisho Teddy, yani hapa tumetoka mahakamani asubuhi, mchana tumeenda hospitali kwa sababu kisu alimchoma sehemu mbaya. Yani amemchoma sehemu mbaya, anatakiwa mpaka afanyiwe operation kwa sababu ya hicho kisu, sijui kimekata nini huko tumboni, na yeye ndo kesi kila siku inaenda kusikilizwa. Huyo mdogo wao Shamsa ndo hawajui hata wanamsaidiaje. Anapitia mauzauza, anaweza kaamka usiku anakimbia, wanamtafuta, wanamrudisha nyumbani. Ananiambia Teddy, sasa hapa hatujui tunafanyaje, kwa sababu hata alipotupia zile karatasi mara ya kwanza hatupakumbuki namna ya kutengua ile ya kuchoma yai, wala hatujui namna ya kutengua ile ya kuchoma karatasi jeupe. Kama kuna mtu yoyote anaweza kutusaidia, atusaidie. Tumeshahangaika sana. Kila sehemu tunayoenda tunaambiwa lazima spell in vile vitu alivyo spell out. Kwa hiyo bwana, hawa wanaomba msaada, wapo huko Zanzibari. Wamejaribu sana, lakini wameshindwa. Jamani, sio kila kitu mnachokiona huko mitandaoni ni cha kujaribu au ni cha kuiga. Bwana, una changamoto, mwalifu wako kwa kusumbua, mtafute mganga wako wa uhakika akufanyie hiyo kazi yako. Sio tu eti mwalifu wako kwa kusumbua unajichukulia kwa sheria mkononi. Bora umeenda kwa mtaalamu, limebuma la kubuma huko unarudi. Baba bwana mwenzako mambo yamenizidia, maji yamefika shingoni, nisaidie. Haya, ndio huyo sasa Shamsia. Binti mdogo, kilichomkuta ndio hicho. Mwenye namna ya kumsaidia jamani, hamsaidie.